Presha, shinikizo la damu. Ugonjwa huu wa presha umekuwa ukiua kimya kimya hadi watu wameamua kuuita ni ugonjwa unaua kimya kimya, hadi watu wanauita silent killer, kwa sababu mtu anaweza akawa nao pasipo kujua. Ndo pale unaposikia amelala tu usiku, asubuhi tumeamka tayari ameshafariki, au mbona mchana tulikuwa naye ghafla tunasikia amefariki. Vile vifo vya kimya kimya vya ghafla ndo huu ugonjwa wa presha. Watu wengi wamekuwa wakisumbuliwa na watu wengi wamekuwa wakifariki kwa huu ugonjwa, na ndio maana unaitwa silent killer. Mtu upo naye unazungumza, mara ghafla anadondoka na kufariki. Watu wengi hata kwenye familia zetu vifo vya namna hivyo vimetokea, na si mwingine ni huyu presha. Leo tutajifunza kuhusiana na ugonjwa huu na jinsi gani ya kuuepuka. Ngoja ninywe maji kwanza kidogo, kisha tuendelee. Pressure kwa Kiswahili chake ndo shinikizo la damu. Tunaposema shinikizo la damu, maana yake ni shinikizo kubwa la damu kwenye mishipa ya artery. Tunapozungumzia artery, ni ile mishipa ambayo inatumika kusafirisha damu kutoka kwenye moyo kwenda kwenye mwili wako au kwenda kwenye sehemu za mwili wako. Sasa basi, tunaposema shinikizo la damu kuna mbili. Kuna shinikizo la damu la juu na kuna shinikizo la damu la chini, ambapo kitaalam shinikizo la damu la juu tunaliita ni hypertension au high blood pressure, ambapo hapo sasa shinikizo la damu linakuwa ni kiwango kikubwa tofauti na vile ilivyozoeleka kwenye mishipa, yaani high blood pressure, hypertension, shinikizo la damu la juu, yaani kiwango cha damu kinakuwa kinasukumwa kwa kasi, kwa nguvu kubwa kwenye mishipa, ndo hapo inapotokea presha ya kupanda. Nyingine ndo hii shinikizo la damu la chini, ambapo kitaalamu tunaita ni hypotension au shinikizo la damu la chini kwa Kiswahili, ambapo sasa kiwango cha damu kinakuwa ni kidogo tofauti na kawaida kwenye mishipa ya damu, ambapo kama tulivyosema hii damu inasafiri kwenda kwenye organs au kwenye eneo lako la mwili. Sasa kuna baadhi za organs zinakuwa hazipokei ile damu ya kutosha kulingana na shinikizo lake la damu kuwa ni ndogo. Unapopima presha yako ukapata uwiano wa 120/80, hiyo tunaita ni normal. Lakini 129/80 pia juu ya 80, hiyo pia inakuwa ni normal. Pale inapotokea kuna mabadiliko ambapo inaweza ikaanza kwenye 140 kwa juu ya 90, hiyo ndo tunaanza kuita ni hypertension, ni ile ambayo ni presha ya kupanda. Lakini vile vile inatofautiana. Kuna mwingine pia inaweza ikatokea 90 juu ya 60. Hapo sasa ndo tunapokuja kwenye low blood pressure, yani hypotension, yani shinikizo la chini la damu. Ina maana na ni presha yake ni ya kushuka. Kwa hiyo hivyo ndo jinsi gani tunapata uwiano wa presha yako unapopima. Yani ni kabla sijaelezea ni tofautishe kwa aina kuu mbili, nitazielezea hivyo. Aina za kwanza ni aina ambazo ni za kawaida. Nikisema aina za kawaida ni aina ambazo hazikwepeki. Kwa mfano, umri haukwepeki. Kila mtu anapoanza mmoja basi atafika mbele zaidi. Kwa hiyo umri kuanzia watu wenye miaka 40 kwenda juu, au tunaoita ni watu wazima. Kwa hiyo hao wapo kwenye riski sana kupata huu ugonjwa wa presha. Kwa hiyo hao hatuwezi tukawazuia au hatuwezi tukafanya njia yoyote ya kuweza kuzuia huu ugonjwa kwa upande wao, kwa sababu hiyo ni hali ya kawaida. Ndio maana nimesema sababu zingine ni za kawaida, na sababu mojawapo tena nyingine ambayo ni ya kawaida ni family au ukoo. Huu ugonjwa pia ni wa kurithi. Ikiwezekana katika familia yenu au familia yako kuna watu ambao walipata huu ugonjwa wa presha, kwa hiyo na wewe au na kizazi chako kuna uwezekano pia katika miongoni mwa watoto wako au wajukuu wako wakaja kupata huu ugonjwa wa presha. Hayo ni matatizo ambayo yanatokea, ni ya kawaida. Sasa kuna matatizo ambayo yanatokea
yasiyo ya kawaida ambayo yale unayasababisha wewe mwenyewe. Sababu ya kwanza ni utumiaji wa pombe. Unapokunywa pombe upo kwenye riski sana ya kuleta ugonjwa wa presha. Unapotumia vile vile vyakula vyenye chumvi nyingi, kama tujuavyo, chumvi ina madini ya sodium. Kwa hiyo sodium inapokuwa nyingi kwenye mwili wako, kwa hiyo inaweza ikakuletea hii blood pressure. Vile vile uvutaji wa sigara. Uvutaji wa sigara si mzuri kwa ajili ya afya yako, kwa sababu unapovuta sigara kuna kemikali ambayo ni nicotine ambayo inazalishwa na hiyo sigara. Kwa hiyo inaweza ikaingia kwenye mwili wako na ikakuletea athari katika mishipa ya damu na ikakusababishia ugonjwa wa high blood pressure. Vile vile ulaji wa chakula ambao kitaalamu tunaita vyakula sana sana nyama nyekundu. Hizi nyama nyekundu zina kiwango kikubwa cha kuzalisha cholesterol, yani mafuta. Sasa haya mafuta yanaenda kuzuia kwenye mishipa kule kupenya kwa damu kufika kwenye pati za mwili wako. Kwa hiyo zinaweza zikakupelekea moyo ukapiga kwa kasi kubwa au ukatumia nguvu kubwa ili damu iweze kusambaa kwenye mwili wako, kwa sababu organs zinakuwa zinahitaji damu ili ziweze kufanya kazi. Sasa hivyo damu inapokuwa ni kidogo au haifiki vizuri, kwa hiyo moyo unakuwa unajitahidi kusukuma ili uweze kufikisha kiwango cha damu kizuri kwenye hizo organ. Hapo inaweza kukupelekea pia hii high blood pressure. Vile vile uvivu, yani exercise, yani nikizungumzia kuto kufanya mazoezi. Unakuta mtu sehemu yenye safari ndogo anapanda pikipiki, sehemu yenye safari ndogo hataki kutembea. Kwa hiyo unakuwa unauchosha mwili unakuwa hautoki jasho, mwili unakuwa mvivu. Kwa hiyo kuto kufanya pia mazoezi kuna kupelekea kwa mfano overweight, yani mwili unakuwa ni mzito. Kwa hiyo mwili ukiwa ni mzito, hapo tayari umeshaenda kuzalisha mafuta kwenye mwili wako, kwa hiyo unaweza kukupelekea ugonjwa wa hypertension. Dalili zake ni kama kizunguzungu, sometimes mtu anadondoka na kuzimia, mapigo ya moyo kwenda kasi, muda mwingine kichwa kuuma, maumivu kwenye kifua. Vile vile inaweza ikakupelekea sometimes hadi kuzimia. Sasa matatizo makubwa yanaweza kapelekea huu ugonjwa pale mtu anapokuwa nao ni upofu. Unapopata huu ugonjwa ambao ni hypertension kwa muda mrefu na ukafika kwenye stage ambayo umekuwa ni mkali zaidi, unaweza kukupelekea upofu. Kama tujuavyo, mwili wa mwanadamu umetengeneza na cell plus cell, tissue plus tissue, organ plus organ, organism. Kwa hiyo sababu ya kitu kimoja kinaweza ikapelekea sababu ya kitu kingine. Vile vile sasa, ni jinsi gani tunaweza tukautibu huu ugonjwa? Kuutibu huu ugonjwa unaweza kufika kwa madaktari. Kabla ya kufika kwa madaktari, ni vizuri kucheki kila siku. Kama tulivyozungumza, huu ugonjwa watu wengi wanakuwa wanao, lakini wao wanakuwa hawafahamu. Sasa ili kulifahamu tatizo kabla halijawa tatizo, ni vizuri kucheki afya mara kwa mara, na unapogundua una ugonjwa huu, cha kwanza kabisa fika kwa wataalamu ili waweze kukupa tiba sahihi na ushauri. Vile vile tuzingatie kwenye lishe. Napozungumza kwenye lishe, ni aina ya kula chakula. Kwa mfano, chakula kizuri ni mboga za majani zinasaidia sana, kwa sababu hizi zina kiwango cha potassium. Sasa kiwango potassium ni kizuri zaidi kwenye matumizi ya moyo, kinasaidia vizuri sana. Vile vile tuzingatie kutafuna vitunguu saumu. Vitunguu saumu hivi navyo ni vizuri, vinasaidia. Kama nilivyoeleza, unapopata tiba ya hii hypertension au ugonjwa huu wa shinikizo la damu, ni vizuri zaidi usiache kutumia dozi pale unapojihisi upo salama. Yaani kuna mtu anaona hali yake ni nzuri anaacha kutumia dozi. Hapana, fuata maelezo ya kitabibu hadi pale dozi yako itakapoelekezwa kulingana na wataalamu walivyokuelekeza, kuliko kujihisi upo vizuri na ukastop. Ndio pale unaposikia mtu ghafla amezidiwa, amewahishwa, bahati mbaya anafariki. Vile vile tuzingatie aina ya chakula. Kula chakula chenye chumvi nyingi si vizuri na si salama kwa ajili ya afya yako. Vile vile
uvutaji wa sigara. Uvutaji wa sigara kama nilivyoeleza si mzuri, kwa hiyo tuepuke kuvuta sigara, kunywa pombe, ikiwezekana tuache kabisa. Na tatizo ambalo sikuelezea ni msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo unapelekea kwa hali kubwa mtu kupata huu ugonjwa wa hypertension, yani shinikizo la damu kwa mfano, au mtu unakuta amegombana na mtu anakuta ameudhiwa na mtu kitu anaweka rohoni. Sasa ikikupelekea stress, unapokuwa na stress kuna homoni ambayo inazalishwa inaitwa adrenaline. Hiyo adrenaline inapozalishwa inaweza kukupelekea kwenye mishipa ya damu kusababisha hii high blood pressure. Kwa hiyo ni vizuri kitaalamu au kwa ushauri, unapokuwa na mfarakano au kutokuwa na maelewano na mtu, ni vizuri kiustaarabu muombe msamaha, msameane ili uishi kwa amani, usiwe serious sana.